Kwa majina naitwa Rajab Abdallah Mungi. Leo kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia channel hii nachukua nafasi hii kuihusia pamoja na kuwahusia ndugu zangu juu ya masala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wasia wangu nabebwa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyatamka ndani ya Qur'an katika surati Dhariyat. Hii ni sura ya 56 na ndani ya aya ya 51, ba'da billahi minash shaitani rajim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, I did neither created jinns nor mankind only for to worship me. Sikuumba majini na watu kwa lengo lingine lolote isipokuwa nimewaumba wapate kuniabudu. Bado Allah anaongeza anasema ma uridu minhum min rizqi, wala sitaki kutoka kwa majini na watu nipate riziki. Wama uridu an yut'imuni, wala sitaki wanilishe chakula. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika yeye Mwenyezi Mungu ndiyo mtoaji wa riziki, dhul quwwa, tena mwenye nguvu, al-matin, na madhubuti. Ndugu zangu, maneno haya yanabainisha makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba na kutuleta duniani. Lau isingekuwa masala mazima ya kumwabudu Allah, basi tusingeumbwa sisi na kuletwa duniani. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaposema kwamba ametuumba ili tumwabudu, hamaanishi kwamba tukikosa kumwabudu atapungukiwa na chochote katika ufalme wake, hasha wa kalla, bali kule mja kumwabudu Mola wake ni sehemu ya shukrani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe wengi sana, lakini kwa kauli yake anasema walaqad karramna bani adam, bila shaka tumemheshimu, tumemtukuza mwanadamu. Mengi aliyofanyiwa mwanadamu, alafu mwanadamu huyu hayo aliyofanyiwa, kama angetakiwa alipie kodi asingeweza kulipia hata jambo moja. Mathalan, Allah kakujalia leo wewe unapumua bila mashine. Kama ungetakiwa kila ukivuta na kutoa pumzi ulipie kodi, usingeweza. Lakini Allah kwa rahma zake na mapenzi yake kwako mwanadamu amekupa neema hiyo ya upumuaji, respiration favorite, free of charge, neema ya upumuaji bure. Ndugu zangu, katika hili ibada zipo nyingi sana, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatufahamisha ibada gani. Akasema wama umiru illa liya'budu Allah. Hii ni suratul Bayinat. Wama umiru illa liya'budu Allah, hawakuamrishwa lolote isipokuwa muabudu Allah, mukhlisina lahu din, na kumtakasia dini yake, hunafa wa yuqimu swala wa yu'tu zaka. Dini inatakaswa kwa wanadamu hawa kudumu na kuswali swala 5 na kudumu na kutoa zaka. Mwenyezi Mungu anamaliza anasema wadhalika dinul qayyima, nayo ndiyo dini iliyosimama imara. Manake pasi na swala wala zaka, bado dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa na sheki, na wenye jukumu la kuituliza dini ya Allah isisheki ni mimi na wewe tulioletwa duniani. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuliacha ile, akasema as-salatu imadu din, swala ndiyo nguzo kubwa ya dini. Faman aqamaha faqad aqama din, mwenye kudumu na kuswali swala 5 ndiyo ameimarisha dini. Waman tarakaha faqad hadama din, na mwenye kuacha ibada ya swala 5 huyo amevunja dini. Ndugu zangu, bila shaka wewe kufanyiwa jambo usilolipenda huridhiki, na utamtafuta huyo aliyokufanyia jambo usilolipenda umuoneshe kwa wewe nani. Hivyo basi, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala katuumba kwa lengo la kuja kumtakasia na kumsimamishia dini yake kwa kudumu na kuswali na kutoa zaka, maana yake kuvunjika kwa dini yake Allah subhanahu wa ta'ala hapendi, na atamtafuta huyo mvunjaji wa dini, atamtia kwenye mikono yake siku ya siku. Lakini kabla ya kwenda kule, turudi hapa nihitimishe ukumbusho wangu kwa kuwasimulia tukio ambalo limetokea wakati wa mtukufu wa daraja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na hili tukio linasimuliwa na Abi Huraira
katika hadithi ipatikanayo ndani ya kitabu Duratin Nasihin. Abi Huraira anasema hivi, the person died during the Prophet's lifetime. The Prophet stood in front of the funnel in order to pray for that person. The burial cloth shaked. The Prophet looked and saw the snake in the funnel, sucking the blood of the dead person and was eating the corpse's meat. And it was eating the corpse's meat. Abu Bakr radiallahu anhu wanted to beat that snake. But the snake, for the sake of God, speak in real speech side, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Then Abu Bakr said, the snake said, "Oh Abu Bakr, why do you punish me? And I have nothing and a mistake. I have been ordered by Allah to punish these corpses until during the resurrection of arrangement." Abu Bakr said, "Why do you punish him?" And the snake said, "I punish him because of 3 errors. 1, he did not pray 5 times. 2, he did not give regular charity. 3, he did not listen the faith words which spoken by the faith people." Mata rajulun fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam. Alikufa mtu wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama inda janazati liyusalli alayhi. Mtume akasimama mbele ya jeneza kwa ajili ya kutaka kumswalia. Fataharraka alkafani, sanda ikapata mtikisiko, ile ikawa inatikisika sanda. Fanadhara nabii sallallahu alayhi wasallam, akatazama mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Fawajada fihi haya, akakuta ndani yake kuna nyoka. Nini alikuwa anafanya? Tatamasu damuhu wa taakulu lahmu, nyoka yule alikuwa akila nyama zake na kunyonya damu ya maiti ile. Fakasada Abi Bakr radhiyallahu anhu an yadriba, Abi Bakr akakusudia kumpiga yule nyoka. Fanataqatil hayati biidhnillahi ta'ala bilisani fasiha, nyoka akatamka kwa idhni yake Mwenyezi Mungu kwa kauli yenye kusikika na kueleweka. Akasemaje? Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baada ya nyoka kutamka hizo shahada mbili, akamuuliza Abu Bakar, ya Abi Bakar, lima tadhribani wa laysa li dhamba? Ewe Abi Bakar, wewe wanipigia nini na mimi sina makosa? Wa ana ma'muratan bidhalika amarni Allah, na mimi nimeamrishwa kulifanya hili, tena aliyeniamrisha ni Mwenyezi Mungu. An uadhibahu ila yaum alqiyama, nije kuiadhibu maiti hii tangu hapa mnapotaka kuiswalia mpaka mtakapokwenda kuizika mpaka kusimama kwa kiyama, mimi niadhibu maiti hii. Ndugu yangu unayenisikiliza na kunitazama, ili tukio kama lingetokea zama hizi ambazo zinaitwa globalization world, ulimwengu wa kiutandawazi, basi pangetokea matukio mawili. Mmoja, maiti hiyo ingezikwa na ndugu zake tena usiku mwingi, basi ingekuwa tena na mtu mwenye hamu ya kuhudhuria, ya kuendelea kushuhudia tukio la maziko hayo. Lakini mbili, kila gazeti unalolijua wewe lingekuwa na title mbalimbali. Kila mtu angechagua title ambayo inawavutia wasikilizaji ili gazeti lake lipate kununuliwa kwa haraka. Wengine wangeandika mwili wa maiti wageuka kuwa msosi wa nyoka, lakini pia wengine wangeandika nyoka azua kizaazaa msibani, ili mradi kila mmoja angechagua title anayotaka mwenyewe kuvutia wadau wake. Lakini mjadala huu umefanyika mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwepo na maswahaba wakiwepo, lakini tukio hili kwetu lingekuwa la ajabu. Kwa nini? Sisi ni qaswatil qulub, tuna mioyo migumu juu ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini maswahaba wao walichukulia tukio la kawaida, kwa sababu walikaa na mtume, wakamsoma mtume, wakamwelewa mtume na wakajikita kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwao lilikuwa tukio la kawaida. Abu Bakar anamuuliza nyoka sasa, fi ma khatayahu, huyu unamwadhibu kwa makosa gani? Sasa sikiliza ya makosa pengine kama huna wewe, basi jamaa zako, familia yako, rafiki zako au wanaokuzunguka. Abu Bakar anamjibu nyoka, anasema uadhibuhu fi 3 khatayahu, huyu ninamwadhibu kwa makosa matatu. Moja, innahu kana tariku swala, huyu alikuwa mpuuzaji wa ibada ya swala, alikuwa mwenye kuacha swala huyu.
Pengine inaadhiniwa adhana, yeye anauza na kununua. Inaadhiniwa adhana, anashughulika na shughuli za kidunia. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala kamuumbia mwanadamu masaa 24 kwa siku. Maana yake masaa 8 yatumike kwa mwanadamu huyu kumwabudu Allah, masaa 8 yatumike kwa mwanadamu huyu kupumzika, na masaa 8 ayatumie kwa ajili ya kutafuta kipato chake cha kila siku. Maala asafi shadid, kwa masikitiko na huzuni kubwa, yale masaa ya kutafuta riziki mwanadamu anayatumia, yale masaa ya yeye kupumzika mwanadamu anayatumia kutafuta riziki, mpaka masaa ya kumwabudu Allah anayakopa pasina kumlipa mwenye masaa yake, vyote anavitumia katika kutafuta riziki. Sasa Abubakar anamjibu, nyoka anamjibu Abubakar, anamwambia huyu kosa lake la kwanza alikuwa mpuuzaji wa ibada ya swala. Kosa la pili, wakana mani'u zaka, huyu pia alikuwa si mwenye kutoa zaka. Akitoa zaka anaona anafilisika. Na leo maalasafi shadidi, pia wapo matajiri waliomilikishwa mali na wamejaliwa uwezo wa kutoa zaka. Zaka zao wanazozitoa, yani utakuta tajiri anachukua labda milioni 5, alafu ile milioni anaichange na kwa 10,000 anaiweka kwenye bahasha, kisha anachukua walemavu wote mkoa wa Dar es Salaam anakwenda kuweka Jangwani, huku anamulikwa na runinga mbalimbali. Akifanya vile, yeye ndio anatakidi anatoa zaka. Wewe unamwaga mke wako na kwenda kutafuta, jioni mke wako akifungua runinga anakuta baba watoto unapigwa na jua kwa ajili ya shilingi 10,000. Yeye ndo anatakida anatoa zaka. Ndugu zangu, Mtume anasema Mwenyezi Mungu anampenda mwenye kufanya jambo akawa na uhakika nalo. Zaka ina wakati wake, zaka ina makusudio yake, pia zaka ina kiwango chake, na ndio maana Allah akasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi kama nyinyi hamna ujuzi. Lakini kosa la tatu, nyoka anamwambia Abubakar na muadhibu kwa kosa la tatu ambalo ni wakana la yasma'u qawla alulama. Huyo na muadhibu vile vile kwa sababu alikuwa si mtu wa kusikiliza maneno ya wanachuoni. Yani huyo alimzoea Mungu mpaka maneno ya Mungu kupitia wanachuoni ameyazoea, hayana msisimko katika moyo wake, hayana woga katika moyo wake maneno ya wanachuoni. Sasa ndugu zangu, hii ndio hali itakayemkuta yeyote yule ambaye atakuwa anadumu na makosa kama hayo. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe katika kuyaendea yale yote ayapendayo na kuyaridhia. Na nimalize ukumbusho wangu kwa kusema to worship Almighty God is responsibility for each and every mankind. Therefore, each and every mankind must use one's best to make sure that he fulfilled that responsibility. If no one responsibility must be responsible. Kumwabudu Allah ni jukumu la kila mmoja wetu, hivyo kila mmoja atumie uwezo wake wote kuhakikisha anatekeleza wajibu huo. Asiyewajibika kwa khiari yake ni lazima Allah akamwajibishe, maanake usipowajibika duniani, kukuwajibisha kwa Allah ni kwenda kukutia motoni. A'azzana Allahu min dhalik, wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.